Get the point. Take a step forward. Jina langu ninaitwa Robert Yamka. La pili ninaitwa Makoe. La tatu ninaitwa Mama. Jina hili la tatu linaweza likakushangaza, lakini naomba ulielewe maana yake. Mama ni jina kombaini. Linamaanisha mume na mke. Kwa maana ya kwamba mimi nina mke, mimi nina mji, mimi nina watoto, na mimi ni mwinjilisti mlei. Hizo zote ni sifa zangu, na ya mwisho ni kipofu anayeona. Nina sifa 5. Ya kwanza nina mji, ya pili nina mke, ya tatu nina watoto, ya 4 ni mwinjilisti mlei, ya 5 kipofu anayefanya nini jamani? Anayeona. Na nilikuambia hata siku ile kwamba kipofu anayeona maana yake macho yangu ya nje hayaoni, haya ya nyama hayaoni kabisa. Na ndio maana unaniona ninashikwa mkono kuletwa hapo. Lakini macho yangu ya ndani humu yanaona. Bwana asifiwe. Amina. Na Biblia inasema hivi, kile kitabu cha Mhubiri 2:14 kwamba macho ya ndani ndio original kuliko yale ya nje. Na hili somo tulilifundisha, kama ulikuwepo ulipata faida. Ameandika hivi, Mhubiri 2:14 imeandikwa, nasema macho yake mwenye hekima yamo wapi? Yamo kichwani mwake. Basi macho ya mtu mwenye hekima yanakaa ndani ya kichwa chake. Ili uonekane una macho original, tumia yale ya ndani. Amina. Biblia inasema wote walio na hekima duniani wanatumia macho ya wapi? Ya ndani. Wote wenye hekima wanatumia macho ya ndani. Na hili tulilifundisha. Na ninawaombea Mwanzugi yote, Mwamapuli yote, Igunga yote, Tabora yote, Tanzania yote, popote kule mnako nitazama, ninazidi kuwaombea Bwana awafumbue macho ya ndani. Amina. Bwana awafumbue macho ya ndani. Amina. Watoto mpo? Tupo. Sijasikia. Watoto mpo? Tupo. Sikiliza hotuba ya watoto. Kisa kinasema bibi na wajukuu wake. Somo linasema bibi na nini? Na wajukuu wake. Bibi na wajukuu wake. Sikiliza vizuri kabisa mtoto. Hii ndiyo ibada yako sasa. Kulikuwepo na bibi ambaye alikuwa anaishi na wajukuu wake. Na huyu bibi walikubaliana na wajukuu wake hivi. Hawa wajukuu walikuwa wakisoma shule. Wakakubaliana kwamba kila asubuhi kabla hawajaenda shule wasombe maji kwanza. Wasombe maji kwanza. Hiyo ndio nataka sasa. Na mara wanaposomba maji ndipo waoge waende shule. Baada ya kusomba maji waoge waende wapi? Shule. Yes. Yaani hiyo ndio nataka hiyo. Sasa siku moja hawa watoto wakachoka. Walifanya nini? Walichoka. Wakaambizana, leo hatusombi maji. Wakasema leo hatusombi nini? Maji. Kila mtoto hao anasema. Yaani kila mdomo wa mtoto uachamwe. Ili hewa safi iingie na chafu itoke na midomo iwe salama. Bwana asifiwe. Amina. Yes. Walipokubaliana wakaja na chaki kutoka shuleni. Wakafika wakaandika mlangoni pa nyumba ya bibi. Wakamwandikia maneno haya: leo hatusombi maji. Walisemaje? Wakaandika neno lingine, wakaandika hivi: mgomo wa kusomba maji umeanza leo.
Mgomo wa kusomba maji umeanza lini? Wakamaliza wakatupa pale chaki chini. Watoto wakaondoka wakaenda shule. Ni asubuhi hiyo. Wakaenda bila kusomba nini? Maji. Na maandishi wameyaweka hapo. Baadaye bibi akatoka chumbani, baadaye asubuhi akatoka chumbani, akafika pale mlangoni. Akakuta maandishi ya watoto yanamwambia hivi, mgomo wa kusomba maji umeanza lini? Leo. Na kweli alipoenda kuangalia kwenye vyombo vya maji, akakuta viko tupu. Watoto wameenda wapi? Shule. Sikiliza alichokifanya bibi. Na yeye alikuwa alijua kusoma na kuandika. Alijua kusoma na kufanya nini? Bibi naye akaja akachukua zile chaki zilizotupwa na watoto pale chini, na yeye akaandika juu ya maneno ya wajukuu wake. Maneno aliyoyaandika ni haya. Bibi akaandika hivi, mgomo wa kupika chakula umeanza leo. Na bibi naye akawaandikia wajukuu wake kwamba mgomo wa kupika chakula umeanza lini? Leo. Baadaye bibi akaenda akapika tu kwake, akala, akamaliza. Kipindi bado watoto hawajarudi, akamaliza, akazima na moto, akamwagilia na maji kwenye mafiga, yani pakawa baridi kabisa kama vile hawakukokama moto. Bibi akarudi kitandani akajikunja. Watoto wakatoka shuleni kwenda kuangalia kwenye kabati mahali wanapotunzioga chakula, hakuna chakula. Wakaenda mahali fulani kuangalia, hakuna chakula. Kurudi jikoni, hakuna hata dalili ya moshi. Wale watoto waliporudi pale mlangoni kwenye ile topu, wakayakuta maneno ya bibi yameandikwa, mgomo wa kupika chakula umeanza lini? Leo. Watoto wakashinda nini? Njaa. Na mgomo huo haukuishia hapo. Na usiku bibi akakupika. Mgomo unaendelea. Sasa mniambie watoto, ni ngoma duro sio duro? Ile ni duro. Sasa nisikilize. Watoto wameshinda njaa na watoto wakalala nini? Njaa. Asubuhi sasa watoto wamekongoroka, yani hawana hamu. Ndipo wakaanza kuambizana, jamani tusombe tu maji tutakufa, tusombe maji. Watoto wakahimizana, wakasomba nini? Maji. Wakajaza vyombo vyote. Halafu wakamaliza, wakatoka, wakafuta yale maneno walioyaandika, wakaandika maneno mengine hapo hapo. Maneno walioyaandika kwa mara ya pili yakaandikwa hivi, mgomo wa kutosomba maji umeisha leo. Watoto wakaenda wapi? Shule. Bibi alipoamka kitandani asubuhi hiyo, akaja akaangalia maji yamesombwa. Kurudi mlangoni akakuta maneno mengine yanasema, mgomo wa kutosomba maji bibi umeisha leo. Na yeye akayafuta ya kwake, akaandika ya pili, akasema hivi, mgomo wa kutopika chakula jamani umeisha lini? Leo. Ngoma duro sio duro? Yes. Watoto wengine hamjajibu. Ngoma duro sio duro? Sasa nataka mniambie, tangu hapo watoto walianza kufanya kazi mpaka leo hawajategea. Maana kaliwaambia hivi, hebu sikia kitabu cha Wathesalonike wa pili 3. Siku hiyo kalisisitiza sana, kakasema hivi, fungu la 10. Soma wewe. Wathesalonike wa pili sura ile ya 3. Fungu la 10. Fungu la 10 nasema hivi, kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwa kwenu tuliwaagiza neno hili kwamba
Ikiwa mtu hataki kufanya kazi. Ikiwa mtu hataki kufanya nini? Kufanya kazi. Watoto, kama mtu hataki kufanya nini? Kazi. Basi asile chakula. Asile nini? Chakula. Kumbe mtu ambaye hafanyi kazi hata chakula anyimwe. Amina. Awe mtoto awe mkubwa, kama hataki kazi hata chakula asile. Amina. Kumbe ili tule tufanye kazi kwanza. Kazi kwanza, kula baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wangapi wanasema kazi kwanza kula baadaye? Mikono juu. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hiyo watoto, kuanzia leo kabla ya kula tufanye kazi. Watoto, tangu sasa kabla ya kula tufanye kazi kwanza. Kazi kwanza. Kula. Asijasikia, simameni yote. Kazi kwanza. Kula. Kuanzia leo tukafanya kazi. Bwana asifiwe. Wangapi watoto wanasema ya kwamba mimi mhubiri, Yesu anisaidie, sitategea kufanya kazi na wala sitakula chakula cha bure? Wanaosema hivyo mikono juu. Bwana wabariki sana. Amina. Baba yetu mtakatifu, mtakatifu Mungu Mwenyezi, umetulinda tangia siku ilipoanza ya siku ya mapumziko hadi sasa tunasifu jina lako. Amen. Masaa Baba, tumemaliza kujifunza somo la watoto. Tunaomba hayo tuliojifunza tuweze kuyatendea kazi. Amen. Tunaomba tukikwamini katika tena ni katika jina Yesu. Amina. Amina. Watoto semeni amina. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Leo tuna somo linalosema tokeni bondeni. Kule nyuma somo linasemaje? Tokeni bondeni. Sasa naomba wakubwa wote tuitikie. Nitataka wote tuseme tokeni bondeni. Yaani wote tuseme kwa pamoja. 1, 2, 3 tuseme Tokeni bondeni. Katika kile kitabu cha Mwanzo tutajifunza sura moja tu hiyo, na zingine zote zitakuwa na hati. Wote mlio na Biblia kule mnakoniangalia katika YouTube na wale wote mnao nisikiliza kwa hapa karibuni, funueni Mwanzo 13. Lile fungu la kwanza ameandika hivi. Neno la Mungu linasema, Abrahamu akapanda kutoka Misri, yeye na mkewe na kila alichokuwa nacho. Endelea. Na yote pamoja naye mpaka kusini. Na Abrahamu alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo. Hapa tunatoa historia ya Ibrahimu. Ibrahimu alikuwa ni mwanafamilia wa Tera. Alikuwa ni miongoni mwa wanafamilia wa Tera. Na Ibrahimu ni mtoto wa 3 kuzaliwa katika familia ya Tera. Katika familia hii ilikuwa ni familia ya wafanyabiashara wa miungu, na walikuwa waabudu miungu, na walipata utajiri sana katika familia ya Tera kwa biashara za kuuza masanamu. Walijua kutengeneza sanamu na walijipatia mahitaji, walijipatia utajiri kwa biashara hiyo. Lakini Mungu akamuita Ibrahimu. Bwana asifiwe. Amina. Atoke katika imani ya kuabudu miungu. Watoto mpo? Sasa simtoke kimya kimya sasa. Na mashemasi wa hapa nao sijui wanakuaga wapi tu. Vitoto vinapiga kelele, wao wamekodoa macho tu. Ndipo Mungu akamuita Ibrahimu
atoke katika ibada za umizimu. Ibrahimu akaisikia sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ibrahimu akaisikia sauti ya nani jamani? Sauti ya Mungu. Naomba mawasiliano kule nyuma. Nimeshajitambulisha kwenu na nimeshasisitiza sana mawasiliano. Kwa hiyo ninaomba mnijali sana kama ninavyowajali nyinyi. Ibrahimu akatoka katika nyumba ya baba yake baada ya kuisikia sauti ya Mungu. Lakini alipotoka hakwenda peke yake. Unajua, unapohitaji kuja kwa Mungu na unapotoka katika ibada za umizimu, usikubali na isikupendeze kutoka peke yako. Kubali kutoka na wengine. Ibrahimu akatoka yeye na mke wake pamoja na mtoto wa ndugu yake anayeitwa Lutu. Alikuwa ni mtoto wa ndugu yake Nahori. Ibrahimu akasafiri. Isikilize hiyo. La pili nasema, na Abrahamu alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo. Alikuwa tajiri sana wa mifugo, kwa fedha na wa fedha, na kwa dhahabu, na wa dhahabu. Akaendelea kusafiri kutoka kusini. Ndipo Ibrahimu akasafiri. Hapa ni Ibrahimu sasa ametoka katika mji wa Tera, ameenda mpaka Kanaani. Amekaa Kanaani kwa muda na njaa imekuja, akakimbilia Misri. Na tunaposoma aya hizi sasa, Ibrahimu anatoka tena Misri, anarudi Kanaani. Alikuwa tajiri. Biblia inasema alikuwa tajiri sana wa mifugo, na tajiri sana wa fedha, na tajiri sana wa madhahabu. Alikuwa tajiri, sio tajiri? Tajiri sana. Alikuwa tajiri sana. Ndipo wakaondoka, wakasafiri sasa. Akaendelea kusafiri kutoka kusini mpaka Betheli. Mpaka Betheli. Mahali pale palipokuwa ambapo alikuwa amefikia mara ya kwanza kati ya Betheli na Ai. Na hapo ndipo alikuwa amejenga madhabahu kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Na hapo ndipo palipokuwa na madhabahu aliyoifanya hapo kwanza. Ndio. Na Abrahamu akaliitia jina la Bwana hapo. Na hapo Ibrahimu ndipo aliliitia jina la Bwana katika Betheli. Na Lutu alisafiri pamoja na Abrahamu. Soma basi vizuri, soma yani vizuri kabisa. Na Lutu alisafiri pamoja na Abrahamu. Yeye naye alikuwa na makundi ya ng'ombe na kondoo. Biblia inasema hata Lutu naye aliyesafiri pamoja na Ibrahimu, na yeye alikuwa tajiri. Biblia inasema alikuwa na yeye na makundi ya nini? Ya ng'ombe na nini? Na kondoo. Alikuwa na makundi ya ng'ombe na kondoo. Alikuwa tajiri, sio tajiri? Alikuwa tajiri. Wakasafiri. Endelea. Na hema. Na ile nchi haikuwatosha. Na ile nchi haikuwatosha. Wakae pamoja. Maana walikuwa matajiri sana. Maana mali zao zilikuwa nyingi. Kale ka nchi kakaonekana ni kadogo, hata wasiweze kukaa pamoja. Hakakuwatosha ili kukaa nini? Pamoja. Kakawapelea. Kukawako ugomvi kati ya wachunga wanyama. Kukatokea ugomvi baina ya wachunga wanyama wa Ibrahimu na wachungaji wa nani? Wa Lutu. Wakagombania maeneo. Naomba uende taratibu. Wakagombania maeneo. Mpaka dakika hii ninavyoongea na wewe kuna watu wanagombania maeneo. Mpaka sasa wapo watu wanaopigania mashamba. Walishakosa pa kulima. Watoto 10 sijui wangapi wako katika shamba la baba yao, moja tu la heka chache tu, na kila mmoja analilia alime humo. Na wengine walishakatana na majembe kwa sababu ya kupigania mahali pa kulima. Hii ninaomba usikilize vizuri, yaweza kuwa ikakusaidia popote unakonitazama kwa njia ya TV. Wewe unayeniangalia hapo, isikilize hii, pengine itakusaidia. Kuna wengine, familia zingine wapo leo wamekosania maeneo, wamepigania maeneo, hawaelewani. Hili ndilo likamtokea Lutu pamoja na Ibrahimu. Wakapigana wachungaji wa Lutu na wachungaji wa Ibrahimu kupigania maeneo. Ndipo Ibrahimu akamwambia Lutu, na siku zile wa Kanaani na Waperizi, Abrahamu akamwambia Lutu. Ndipo Ibrahimu akamwambia Lutu, basi usipo ugomvi.
Akamwambia kusiwepo na ugomvi. Ninakusihi kati ya mimi na wewe, wala kati ya wachungaji wangu na wachungaji wako, kusiwepo na ugomvi, maana sisi tu nini? Tu ndugu. Jamani, ninaomba usikiliza ushauri. Ibrahimu akamshauri ndugu yake Lutu, akamwambia haipo haja ya kupigana na wachungaji wetu na wachungaji wako, haipo haja ya kupigana, maana sisi tu nini jamani? Tu ndugu. Sikiliza ushauri. Je, nchi hii yote haiko mbele yako? Ibrahimu anamuuliza Lutu, je, nchi hii yote haiko mbele yetu? Basi ujitenge nami. Ibrahimu akamwambia Lutu, jitenge nami. Ninakusihi ukienda upande wa kushoto, mimi nitakwenda kuume. Wewe ukienda kulia, mimi nitakwenda kushoto, ili madam tu amani fanya nini jamani? Iwepo. Naomba unisikilize vizuri hapo baba, hapo mama, hapo kaka na dada, nisikilize vizuri. Tengeneza makubaliano tangu sasa wewe na ndugu zako. Amina. Kama mmekosana mahali fulani kwa ajili ya maeneo, sikiliza ushauri wa Ibrahimu. Ibrahimu anamwambia ndugu yake kusiwepo na ugomvi kati ya mimi na wewe, maana sisi ni familia moja, sisi ni watu wa baba mmoja. Kwa nini tupigane? Kwa nini tupiganie maeneo? Ninakusihi, nchi yote hii iko mbele yetu, sasa tutengane. Jamani wapendwa, kama mnanisikiliza vizuri hapo, wewe uko ndani ya hiyo vita, uko ndani ya kesi hiyo, tenganeni. Amina. Ili amani iwepo, tutengane. Amina. Mwambie ndugu yako mtengane. Ibrahimu akamwambia ndugu yake, tutengane. Acheni kubanana kwenye kieneo ambacho hakitoshi, tenganeni. Wewe ukienda kushoto, mimi nitaenda kulia. Wewe ukienda kulia, mimi nitaenda wapi? Kushoto, ili amani tu iwepo. Leo kuna watu wengine anang'ang'ana nyumbani, ni kijana ameoa. Yaani tangu aoe hajatoka nyumbani, mpaka anazaa katoto ka kwanza kanaingia darasa la kwanza, kengine mpaka la 7. Hajatoka kwao. Mpaka mwenga walishakosana na mama mkwe na mawifi, lakini bado kijana anang'ang'anaga kwao. Nenda ukatoke. Amina. Vijana wote ambao mnaoa, unapomaliza kuoa kwa mujibu wa kanuni ya Biblia, maliza kuoa, nenda kwako. Maana Biblia imeandikwa kila mmoja atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na nani? Na mkewe. Ile habari ya kukaa pamoja, familia 2, 3 ndani ya mji mmoja, ni kujenga Babeli. Ile maana ya kukaa pamoja ukoo mzima kwenye kijiji kimoja ni kujenga Babeli. Ile maana ya kukaa familia ya watu 5 kwenye shamba moja eti ni la baba yenu ni kujenga Babeli. Nendeni mkatengane kwa jina la Yesu. Amina. Ndio maana wengine mpaka dakika inavyoongea na nyinyi, kuna watu wengine hapa hawasalimiani kwa sababu ya maeneo. Na wengine wamepigania mipaka, wengine wamewekwa ndani kwa sababu ya kupigania mipaka. Rafiki zangu, ya nini? Kila mmoja akatafute kaa kwake, na mkitengana amani inakuwepo. Amina. Na mtakuwa mnatembeleana, mnachinjiana na kuku. Lakini mnapokuwa mmejenga kijiji kimoja, familia ya watu 10, mko kwenye kijiji kimoja, hakuna hata heshima. Hata kuheshimiana kunakosekana. Unaweza ukafika kwa dada yako pale, yaani hata kama haujala, mwenzako anahesabu umekula. Hakuna hata kupikiwa, hata kama unatoka safari, maana mlishakazoeana. Hakuna kuheshimiana, ni dharau tu. Lakini mnapotengana, mwingine anakaa huko Tabora mjini, mwingine anakaa hapa Igunga, mwingine anakaa kule Nzega, mwingine anakaa Mwanza, mwingine anakaa kule Dodoma, munakumbukana. Siku nyingine mkitembeleana, munalakiana vizuri, mnapokeana vizuri, munakumbatiana.
Kama kuna makuku yanachinjwa, kama kuna mbuzi zinafanya nini? Zinachinjwa. Maana mlishakumbukana. Ibrahimu akamwambia ndugu yake, ya nini tupigane? Kwa nini tupiganie maeneo? Mbona nchi yote hii iko mbele yetu? Ninakusihi tutengane. Wewe ukienda kushoto, mimi nitaenda kulia. Ukienda kulia, mimi nitaenda kushoto. Kinachotafutwa ni amani. Amina. Ndipo Lutu akainua macho yake. Akaliona bonde lote. La wapi? La Yordani. Ndio. Ya kwamba lote pia lina maji. Lote lilikuwa na maji. Kabla Bwana hajaharibu Sodoma na nini? Na Gomora. Ndio. Lilikuwa kama bustani ya Bwana. Lilikuwa bonde zuri kabisa. Biblia inasema lilikuwa kama bustani ya nani? Ya Bwana. Ndio. Kama nchi ya Misri hapo unapokwenda swali. Ndio. Basi Lutu akajichagulia bonde lote la Yordani. Ndipo Lutu, hiyo ndio isikiliza vizuri hiyo. Ndipo Lutu akajichagulia bonde lote. La wapi jamani? La Yordani. Lote. Maana lilikuwa zuri. Halafu lilikuwa na maji. Na kati ya mashamba mazuri mpaka dakika inavyoongea na wewe, ni yale mashamba yenye kushikana na bonde. Mashamba yaliyo ndani ya bonde. Watu wanayapenda. Watu wanayapigania mpaka leo. Kwa nini? Maana yanaivisha kila msimu. Hayana kiangazi wala cha masika. Kwenye masika okay, kwenye kiangazi okay. Mahindi yanaliwa na kwenye kiangazi. Nyanya ntore jumulisha matikiti maji yanalimwa hata kwenye kiangazi. Maana bonde lina kila kitu. Biblia imeandikwa Lutu akajichagulia bonde lote la wapi? Yordani. Maana lilikuwa zuri. Biblia inasema lilikuwa kama bustani ya nani? Ya Bwana. Endelea wewe. Lutu akasafiri kwenda upande wa mashariki. Ndipo Lutu akaondoka kwenda upande wa mashariki. Wakatengana wao kwa wao. Wakatengana wao na Ibrahimu. Abrahamu akakaa katika nchi ya Kanaani. Ibrahimu akakaa katika ile nchi ya Kanaani. Na Lutu akakaa katika miji ile ya lile bonde. Akaenda kukaa katika ile miji ya lile nini? Bonde. Na katika lile bonde kulikuwepo na miji ambayo iliitwa Sodoma na wapi? Na Gomora. Akajiongeza hema yake mpaka Sodoma. Biblia na historia inasema Lutu hakukaa Sodoma na Gomora, isipokuwa alikuwa amekaa nje ya Sodoma na Gomora. Lakini Biblia inasema alijenga nyumba zake. Maana Lutu alikuwa tajiri na tayari ameenda kukaa ndani ya bonde, akawa mkulima mzuri wa mabustani. Biblia inasema Lutu akajenga nyumba zake mpaka zikafika Sodoma na wapi? Na Gomora. Lakini watu wa Sodoma, hiyo ndio isikilize vizuri hiyo. Lakini watu wa Sodoma na Gomora walikuwa wabaya. Jamani, walikuwa watu gani? Walikuwa wabaya. Walikuwa wazuri, walikuwa wabaya. Walikuwa wabaya. Lakini watu wa Sodoma walikuwa wabaya. Wenye kufanya dhambi nyingi sana. Kufanya dhambi ngapi? Nyingi sana. Wenye kufanya dhambi nyingi sana juu ya Bwana. Na walifanya dhambi nyingi sana juu ya Bwana. Lakini hili Lutu halikumpigisha kichwa. Halikumsumbua. Halikumpa shida kichwani. La kwamba Sodoma na Gomora ilikuwa wabaya, hakulijali. Hakulionea maanani. Alichokiangalia, alichodili nacho kichwani ni lile nini? Bonde. Akili yake ilizama kwenye bonde. Ilikuwa zuri mno. Pamoja na kwamba watu wa Sodoma walikuwa wabaya, hilo hakuliona. Walikuwa wanafanya dhambi nyingi, hilo hakuliona. Ila matokeo alikuja kuyaona baadaye. Alichohangaikia yeye ni bonde. Kumbuka somo la leo linasema tokeni wapi? Bondeni. Kule nyuma tokeni wapi? Bondeni. Ninataka hizo sauti ili nijue kwamba mnanisikiliza. Naweza nikaona puyaga kumbe mmesinzia. Ila mnaponijibu najua wako macho. Hizo ndizo sauti zenye mawasiliano. Amina. Na mimi huwaga nawaambiaga kwamba ninakaa Bwana asifiwe kama mawasiliano tu. Kumuona mtu kama amelala ama hajalala. Sina zile Bwana asifiwe za wenzetu za kukaza mpaka mtu anatoka jasho. Sitakiga hizo mimi. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe sana, Bwana asifiwe.
mpaka sauti inaboma kwa Bwana asifiwe. Hizo sinaga mimi. Na ukimuuliza mbona sauti imegoma mapema, ni upako. Upako gani? Sinaga mimi hizo. Ninakuuliza kidogo tu nisikie sauti zako. Bwana asifiwe. Amina. Hiyo. Lutu akakaa ndani ya lile bonde, akajenga nyumba zake mpaka zikafika Sodoma na wapi? Na Gomora. Lakini kilichomtokea anakijua mwenyewe. Somo la leo linasema tokeni wapi jamani? Bondeni. Tokeni bondeni. Hivi bonde ni nini? Nisikilize vizuri. Napenda nikuonyeshe bonde na huduma inaisha. Hotuba itakuwa imeishia hapo. Hivi hili bonde maana yake nini? Bonde ni nini? Waraka wa pili wa kwanza Yohana. Bonde ni nini? Maana hapa tunavyoongea na wewe baba, tunavyoongea na wewe mama, hapo tunavyoongea na wewe kaka, ninavyoongea na wewe hapo dada, popote unaponiangalia kwa njia ya TV yako hapo, na nyinyi mnayenisikilizia hapa, nisikilizeni niwaonyeshe bonde. Maana pale ulipokaa ni bondeni. Pale uliposimama ni bondeni. No. Hapo unapofanyia biashara ni wapi jamani? Ni bondeni. Pale ulipo hapo ni bondeni. Nini maana ya bonde? 2:15. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 2:15 neno la Mungu linasema. Nini maana ya bonde? Msipende dunia. Umesikia hiyo? Kumbe bonde linalozungumzwa hapa ni dunia. Biblia imeandikwa wapenzi msipende dunia. Usipende dunia. Maana dunia ni bonde. Hebu isikilize Biblia. Msipende dunia. Msipende dunia wapendwa. Na mambo yaliyo katika dunia. Na mambo yaliyo ndani ya hiyo dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda baba hakuna ndani yake. Maana kilichomo duniani, kila kilichomo duniani. Yani, sikiliza hiyo. Tamaa ya mwili. Na tamaa ya macho. Na kiburi cha uzima. Havitokani na baba. Bali vyatokana na dunia. Vyatokana na nini? Na dunia. Nisikilize hiyo. Na dunia inapita. Dunia inafanya nini? Na dunia inapita. Jamani, dunia inafanyaje? Inapita. Sikiliza. Pamoja na tamaa zake. Bali yeye afanya mapenzi ya Mungu. Maliza. Adumu hata milele. Bwana asifiwe. Amina. Rafiki yangu, baba yangu, mama yangu, kaka na dada, kwa mujibu wa neno la Mungu, pale ulipokaa ni bondeni. Na somo la leo linasema tokeni wapi? Bondeni. Na bonde ni dunia. Ndio maana mwandishi wa waraka wa kwanza wa Yohana 2:15 ametuandikia, wapenzi msipende nini? Dunia. Kama kuna vitu ambavyo havipendeki na visivyopendeka ni dunia. Anasema wapenzi msipende dunia. Maana kila aipendaye dunia, kila kilichomo duniani hakitokani na baba, bali vyatokana na dunia. Akadondoa kidogo akasema na kila kilichomo duniani ni hivi vifuatavyo. Akasema moja, tamaa za mwili. Matamaa yote ya mwili yamo duniani. Tamaa za macho. Tamaa za macho zinapatikana duniani. Tamaa za macho, kiburi cha uzima, hivi vyote havitokani na baba, bali vyatokana na nini? Na dunia. Biblia inasema na dunia itapita pamoja na mambo yake yote, pamoja na tamaa zake zote, lakini yeye ayafanyaye mapenzi ya Mungu atadumu milele na nini? Na milele. Ili niwe salama, ili uwe salama, ili tuwe salama, tokeni wapi jamani? Bondeni. Achia bonde. Liachie bonde. Na bondeni hakuna faida. Maana hata kila kilichomo duniani hakina faida. Kama tulivyojifunza na kama tunavyosoma, ndani ya hii dunia kuna tamaa za mwili, kuna tamaa za macho, kuna kiburi cha uzima, na hivi vyote havitokani na baba. Unang'ang'ana na dunia kusaidia nini? Duniani hapa yote yanayofanyika hapa hayaleti uzima, hayaleti faida. Na ndani ya dunia humu tamaa za mwili zinazozungumzwa,
Maana yake ni starehe zote za dunia. Rafiki yangu, usiipende dunia na starehe zake. Na katika dunia hii kuna starehe zote. Kuna ugoro, kuna pombe, kuna sigara, kuna uzinzi. Yote hayo ni matamaa ya mwili na matamaa ya macho. Humu ndani ya dunia kuna kila dhambi, kuna kila starehe, lakini vyote hivyo Biblia inasema havitokani na Baba, bali vinatokana na nini? Na dunia. Somo la leo linasema tokeni wapi jamani? Bondeni. Maana bondeni kila kitu kinaiva. Maana yake kila dhambi zinafanywa. Kama ni uzinzi unapatikana wapi jamani? Bondeni. Kama ni ugoro wanavuta wapi? Bondeni. Kama ni sigara zinavutwa wapi? Bondeni. Kama ni uchawi uko wapi? Bondeni. Kama ni ulafi unapatikana wapi? Bondeni. Yote hayo yanapatikana bondeni. Na ili niwe salama, ili tuwe salama, tutoke wapi jamani? Bondeni. Ukimwona mtu amelewa ametangatanga barabara lote linakuwa la kwake, elewa huyo yuko wapi jamani? Bondeni. Ulevi yote huko huko. Ukimwona mtu ana mizega ya wanawake, amekubebea wanawake huku na huku, elewa yuko wapi jamani? Bondeni. Wote wanaoa mitara wako bondeni. Si tarehe zote zinazofanywa, ziwe za kunywa, ziwe za kula ovyo, zile za kuoa, za kubadilisha wasichana, za kubadilisha wanaume, za kubadilisha wanawake, mavimada yote, starehe zote hizo zinapatikana wapi? Bondeni. Ukimwona mtu amejaa ugoro mdomoni, elewa huyo mtu yuko wapi jamani? Bondeni. Hata misuko ya kila aina, hereni za kila aina, kirimu za kila aina, wanja za kila aina, marangi ya kila aina, yote yanapatikana wapi hayo? Bondeni. Yote. Ndio maana jioni, mchana huu, ni nafasi yangu, ni nafasi yako, Yesu akusaidie kutoka bondeni. Amina. Sasa mtu mwingine anaweza akauliza, mhubiri, tutoke bondeni twende wapi? Maana unapowahamisha watu mahali fulani, waonyesha mahali pa kwenda. Waonyeshe mahali pa kwenda. Sasa mtu mwingine anaweza akauliza, mhubiri twende wapi sasa? Mathayo 24. Ngoja nikuonyeshe mahali pa kwenda. 14 fungu la 24:14 ameandika hivi. Mathayo 24:14 maandiko yanasema. Sikiliza hii. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwengu wote. Unaposikia neno habari njema, maana yake ni ukweli wa neno la nani jamani? La Mungu. Ukweli wa neno la Mungu. Hata kama ukikasirika utahubiriwa. Utahubiriwa kila kona. Ili endelea kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Ili ubaki kuwa ushuhuda kwa mataifa mangapi? Yote. Na hapa ninakusisitizia ukweli wa neno la Mungu. Amina. Ili iwe ushuhuda kwako. Amina. Endelea. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Endelea. Basi hapo mtambo lina chukizo la uharibifu. Limeandikwa. Lile neno la bila lieri. Endelea. Limesimama katika patakatifu. Asomaye nafahamu. Endelea. Ndipo walio katika Uyahudi. Hiyo ndio natafuta hiyo. Ndipo walio katika Uyahudi. Ndipo walio katika Uyahudi. Na wakimbilie milimani. Wakimbilie wapi? Milimani. Wakimbilie wapi? Milimani. Unapotoka bondeni baba, panda mlimani. Amina. Mama, ukitoka bondeni panda mlimani. Amina. Panda mlimani kijana. Amina. Hapo ndipo kuna usalama wa maisha yako. Amina. Mlimani kuna nini? Isaya 2. Ndio fungu la kwanza. Isaya 2 fungu la kwanza. Kitabu cha Isaya sura ile ya 2. Mlimani kuna nini? Fungu la kwanza maandiko yanasema. Hili neno alilonena Isaya mwana wa Amozi. Hili ndilo neno alilonena nabii Isaya katika habari za Yuda na Yerusalemu. Hili ndilo neno alilonena nabii Isaya katika habari za Yuda na Yerusalemu. Na itakuwa katika siku za mwisho. Isikilize hiyo. Itakuwa katika siku za mwisho. Endelea. Mlima wa nyumba ya Bwana. Mlima wa nyumba ya nini? Wa nyumba ya Bwana. Sikiliza maana ya mlima, sikiliza maana ya mlima. Mlima wa nyumba ya Bwana. Endelea. Utawekwa imara juu ya milima. Kumbe mlimani kuna nyumba ya nani? Ya Bwana. Na unaposikia neno mlima mtakatifu, nyumba ya Bwana, hilo ndilo kanisa la Mungu. Amina. Kumbe hapa tunaambiwa toka
toka bondeni panda mlimani, maana yake ni kutoka duniani na kukimbilia kanisani. Amina. Ili niwe salama, ili tuwe salama baba, uwe salama mama hapo. Toka duniani kimbilia kanisani. Amina. Mlima mtakatifu nao zungumuzwa ndani ya Biblia ni kanisa. Amina. Mlimani kuna nyumba ya nani? Na nyumba ya Bwana. Endelea. Nao utainuliwa juu ya vilima. Nao utainuliwa juu ya vilima. Na mataifa yote. Sikiliza hiyo vizuri. Mataifa yote. Sikiliza vizuri hiyo. Watauendea makundi makundi. Watauendea makundi makundi. Na mataifa mengi. Na mataifa yote. Na mataifa mengi. Mataifa mengi. Mengi. Watakwenda na kusema. Watakwenda juu ya huo mlima na kusema. Njoni. Watasema njoni. 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 Twende juu mlimani kwa Bwana. Njoo twende wapi? Mlimani kwa Bwana. Tupande juu mlimani pa Bwana. Nyumbani kwa Mungu wa Yakobo. Nyumbani pa nyumba ya Yakobo. Naye atatufundisha njia zake. Huko ndiko tutafundishwa njia zake. Na tutakwenda katika mapito yake. Na sisi tutakwenda katika mapito yake. Maana katika mlima. Katika mlima. Katika Sayuni. Sikiliza. Katika Sayuni. Maliza. Itatoka sheria. Bwana asifiwe. Amina. Kumbe huko mlimani kwa Bwana, huko mlimani kuna Bwana, halafu huko mlimani kuna nini? Kuna sheria. Endelea. Na neno la Bwana. Na neno la nani? Na neno la Bwana. Endelea. Katika Yerusalemu. Bwana asifiwe. Amina. Umeziona sifa za mlimani? Naomba wewe unanisikiliza usikilize hiyo vizuri hiyo. Kule mlimani sifa namba 1 kuna Bwana. Amina. Sifa namba 2 kuna sheria. Amina. Sifa namba 3 kuna neno la nani? La Bwana. Ndiyo maana ninakualika popote nako nitazama, tokeni wapi? Bondeni. Pandeni wapi? Mlimani. Maana mlimani kuna Bwana. Amina. Huko bondeni hakuna Bwana. Mlimani kuna sheria. Amina. Lakini kule bondeni hakuna nini? Hakuna sheria. Mlimani kuna neno la Bwana. Amina. Lakini kule bondeni hakuna neno la nani? La Bwana. Wewe anza kuangalia hata ibada za bondeni na za mlimani zinatofautiana. Ukitaka kuona neno linafundishwa, panda mlimani. Amina. Lakini kule bondeni kuna ibada za mapambio. Ibada za bondeni zinajulikana. Hakuna neno. Kule watu wanacheza tu. Hakuna mahubiri huko. Lakini ukipanda mlimani utakuja ufundishwe amri 10 za nani? Za Mungu. Kule bondeni wanakuambia hakuna amri 10. Amri zimekwisha. Ukikutana na mtu yeyote anasema hakuna amri na amri zimekwisha, elewa huyo mwanaume yuko wapi? Bondeni. Maana kule bondeni hakuna sheria. Yaani ukikutana na binadamu analia mapambio, ziliwatokea zilizogawanyika kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, tiririka. Anaanza kuumomonyoa. Elewa yuko wapi? Bondeni. Maana kule bondeni ndiko kuna ibada hizo. Huko bondeni ndiko wanakojua kumomonyoa. Ibada zote za bondeni ni za kutiririka. Na ndio maana nawaambiaga jamani, ukifika hapa mlimani kwenye kanisa la Mungu, hakuna nyimbo za kutiririka. Amina. Hakuna kumomonyoa huku mlimani. Amina. Wewe kama unataka kumomonyoa, shuka wapi? Bondeni. Huko ndiko watu wanamomonyoa. Tiririka. Yaani mtu anatiririka anavyoweza. Hakuna cha mama mkwe, hakuna cha mwenga wala cha mkwilima. Maana wako wapi jamani? Bondeni. Momonyoa unavyotaka. Hata kama unaliangusha chini, liangushe. Na wachungaji wa kule bondeni hawana neno, ila ni kuchochea tu mapambio watu wa momonyoe. Tena utakuta anasisitiza inua. Na kweli inua siketi mpaka ziwe juu. Maana mko wapi jamani? Bondeni. Kule bondeni ni kuinua. Na huko ndiko zinapatikana ibada za madanso huko. Kama ni viduku huko. Staili zote za makirikiri huko wapi jamani? Bondeni. Huko. Na nyimbo za upuzi ziko huko bondeni. Shetani na mama mkwe wake wanalia, wameikalia misumari. Ulishamuona mama mkwe wake na shetani wewe?
Ukizitafuta hizo nyimbo zinapatikana wapi? Bondeni. Huko ndiko hakuna neno. Ila ukipanda kwenye mlima, maana yake ukija kwenye kanisa la Mungu unakuja kufundishwa neno. Amina. Hakuna cha mapambio, hakuna cha Bwana asifiwe. Ni neno kwa neno, fungu kwa nini? Kwa fungu. Ndio maana mahubiri ya Waadventista wa Sabato yalinganisha na mahubiri ya wengine hayalingani. Hapa mlimani wanafundishwa na masomo ya ndoa. Hapa mlimani yanafundishwa na masomo ya afya. Hapa mlimani. Maana mlimani kuna neno la nani jamani? La Mungu. Hapa mlimani kuna fundishwa amri 10 za nani jamani? Za Mungu. Hapa ndipo ukipanda mlimani utafika ukutane na amri 10. Watakwambia amri ya kwanza, usiwe na miungu wengine. Vua mamiungu yote. Ukipanda mlimani hata kama una mairizi, fanya nini? Vua. Mabangili, vua. Mahereni, vua. Makoja yote, vua. Macheni, vua. Shanga zote, vua. Mlimani hatuvagi shanga. Amina. Wewe ukitaka kuvaa shanga, teremka wapi? Bondeni. Hapa kuna sheria. Mlimani kuna nini jamani? Kuna sheria. Amri ya kwanza watakwambia usiwe na miungu wengine. Ni kuvua matakataka yote. Ya pili watakwambia usijifanyie sanamu ya nini? Ya kuchonga. Hakuna kuabudu sanamu mlimani. Ukikuta watu wanaabudu sanamu, elewa wako wapi jamani? Bondeni. Ibada zote za masanamu zinapatikana wapi? Bondeni. Huko ndiko wanaabudu na Bikira Maria huko. Huko bondeni huko. Huko ndiko wanabeba na mamisalaba. Unakuta Yesu wa huko bondeni anabeba mabegani. Ila Yesu wa mlimani anabebwa moyoni. Bwana asifiwe. Amina. Yesu wa mlimani anabebwa moyoni. Amina. Lakini Yesu wa huko bondeni anabebwa wapi jamani? Mabegani. Utakuta wanaume na wanawake, wasomi kwa wasioenda shule, bumbumbu na waelewa, wamebeba Yesu mabegani. Badala ya kumbeba moyoni, wamembeba wapi? Mabegani. Halafu wanaenda wanaimba. Paka na wazee waliobobea wanaimba Mungu. Ile sanamu walioibeba mabegani eti inaitwa Mungu. Watu wenye madigrii yao na form 6 zao kichwani. Mungu. Waketu nao Mungu. Watoto Mungu. Ukiona watu wanatembeza li sanamu mabegani, msururu wa watu wanaimba Mungu na huku nilimuti la dhahabu, elewa hiyo ibada ziko wapi? Bondeni. Hapa mlimani hatuna kuabudu sanamu. Amina. Maana amri ya pili inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Ni marufuku mlimani. Amri ya tatu, mlimani wanasema usitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Ya nne, ikumbuke siku ya Sabato ifanye nini? Uitakase. Hapa mlimani ndipo wanapotunza Sabato. Kule bondeni hawatunzi Sabato. Ila kule wanasherekea ufufuo. Ndio maana ibada zao ni za kucheza. Bana wanasherekea nini? Ufufuo. Sisi tukikuona unacheza hapa mlimani, tunakupa kadi ya njano. Hujalielewa somo, unatandikwa nyekundu. Toka. Amina. Maana hapa mlimani kuna sheria. Amina. Wewe ukitaka kumomonyoa, unapenda kumomonyoa, shuka wapi? Mlima bondeni. Maana kule ndiko watu tikisa unavyoweza kule. Huko ndiko watu wananengua. Umepakia mitumba yako kwenye kiuno, nenda ukaimomonyolee huko. Lakini hapa mlimani imba kwa unyenyekevu. Bwana asifiwe. Amina. Amri ya 5, waheshimu baba yako na mama yako. Ya 6, usiue. Ya 7, usifanye nini? Usizini. Kimwona mtu ana mzega wa wanawake, elewa huyo mtu bado yuko wapi? Bondeni. Huko ndiko watu wanabadilisha wanawake kama sheti. Huko ndiko bondeni watu wanakubadilishia wasichana huko. Huko ndiko masichana yanakubadilishia wavulana kama kanga. Huko. Ukiliona likijana halituri, liko bondeni. Leo lina huyu, kesho lina yule. Lina ratibu kulishajaza wasichana. Na kila tarehe ina msichana wake. Tangu Januari mpaka Disemba. Tarehe 1 lilikuwa na Nyanjugu. Tarehe 2 Nyashenene. Tarehe 3 lina Jetruda. Tarehe 4 Serina. Yaani mwanzo mpaka mwisho wa mwezi.
linaanza tena. Sana na wavulana wanakaa wapi? Bondeni. Huko ndiko wanakaa. Na ukiona mtu yana mavimada huko, huko ndiko wanaume yana mavimada. Unaliona tu nyumbani lina mke mmoja, lakini kule huko lina viranchi vingi kweli. Ninaomba tutoke bondeni. Biblia leo inasema tokeni wapi? Bondeni. Kule nyuma tokeni wapi? Bondeni. Tokeni wapi? Bondeni. Pandeni wapi? Mlimani. Panda mlimani. Maana mlimani kuna sheria. Amina. Amri ya 7 usifanye nini? Usizini. Ya 8 usiibe. Ya 9 usimshuhudie jirani yako uongo. Ya 10 usitamani nyumba ya jirani yako, mke wa jirani yako, ng'ombe wake, punda wake, wala chochote alichonacho jirani yako. Amri 10 za Mungu zinafundishwa wapi jamani? Mlimani. Hapa kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato. Amina. Lakini kwingine huko bondeni wanakwambia amri zimekwisha. Umekwisha wewe tu. Yaani ukikutana mwanaume anasema amri zimekwisha, yuko wapi jamani? Bondeni. Bondeni huko hakuna amri. Wanakwambia huko wanakula wanavyotaka, wanakunywa wanavyotaka, wanavaa wanavyotaka. Na kule bondeni hawavagi nguo ndefu. Hivi ulishawahi kuona mtu analima mabondeni halafu anaenda na suti kama hii? Kule bondeni kuna nguo zake. Waulize wanaolimaga mabondeni. Akiingia kulima bondeni anavua nguo nzuri zote, anavaa zilizo chanika. Na hizo ndizo nguo na hayo ndio mavazi ya bondeni. Kwa maana ya kwamba ukimwona mtu amevaa mpasuo, jumlisha sina adabu, ongezea kimini, huyo mtu yuko wapi? Bondeni. Huko bondeni ndiko wanabadilisha vimini huko. Huko ndiko anavaa mipasuo. Utakuta mtu amekuchania nguo huku mbele na huku nyuma. Anakutangazia mimi ni nyumba ya milango miwili. Anayekuja mbele afanya nini? Aingie, na ajaye nyuma aingie. Amekuandikia bango la kuingia. Wote wenye tabia ovyo wanakaa bondeni. Na huko ndiko watu wanavaa modo. Huko ndiko watu wanavaa mitepesho. Suruale pana, kamwili kaliomo humo ndani kadogo tu ka kilo 5. Lakini hii suruale ikishonwa huku chini ukaweka mahindi, junia 2 zinaingia. Kiatu alichovaa tu msera. Yaani wasera wote wako wapi jamani? Bondeni. Kiatu kilichovaliwa tu kilo 10, kamguu kaliomo kilo 1. Ukimwangalia mtu wa bondeni hata minyoo yake tu inamtambulisha huyu anakaaga bondeni. Ukimwangalia alivyonyoa tu, kama hajakupangusia tu nywele za humu pembeni, anaweza akakupigia nywele zote za kichwani zikapanguswa. Zote zikapanguswa kwa wembe. Kichwa likalingana kama uso. Huwezi ukabaini hata kama anakuja hata kama anakwenda. Maana kichwa kimelingana, kimesafishwa kwa wembe. Yaani kubaini anakwenda ama anakuja mpaka uangalie masikio yalivyosimama. Yametazama wapi, ndipo unabaini anakuja kwa kuangalia masikio. Na watu wanaonyoa vipara wanakaa wapi? Bondeni. Huko bondeni ndiko watu wananyoa vipara. Huko bondeni ndiko watu wanasuka nywele. Ukimwona mtu amesuka, elewa yuko wapi jamani? Bondeni. Misuko ya kila aina inapatikana huko bondeni. Mtu mmoja akafundisha maana ya msuko mmoja, akasema ukimwona dada amesuka ule msuko wa kuzungusha nywele, yani nywele zikasuka, linywele likawa linywele limoja likazungushwa likafanywa kapembe hapa, kakona hapa, akasema maana yake anatangazia wateja wake, jitahidini kuzunguka tukutanie kona hivi. Na mamisuko hayo yote yanapatikana wapi? Bondeni. Mchana wa leo Biblia inasema tokeni bondeni. Mtu mwingine anaweza akauliza swali, sasa mhubiri, hivi unaposema misuko na habari ya kirimu na mawanja, ina maana nyinyi huko mlimani hakuna wanaosuka? Ukimwona mtu amesuka mlimani, hatujui kwamba huyo mtu ametoka ni mtu wa hapa ama sio wa hapa. Tunajua mtu yoyote, mji wowote haukosi wageni. Ukimwona mtu amesuka na yuko mlimani, ni mgeni wetu. Amina. Ila kwao ni wapi? Bondeni.
Kwa hiyo wote waliosuka kanisani ni wageni wa kanisani, wageni wa mlimani. Ila pakiwapendeza wakaona ni sehemu ya kuishi, mtawaona wamefumua. Amina. Maana wanaokaa mlimani hawasuki nini? Nywele. Hawavai nini? Hereni. Hawakirimu. Na kati ya dhambi mbaya ni kukoboa ngozi. Hilo somo tutalifundisha kwa kuwa bado tuko hapa. Yaani mtu ukimwangalia huku mbele ni Fanta, mwambie akuvulie mgongoni ni Coca-Cola. Rangi mbili hii iko wapi? Bondeni. Huko ndiko kuna rangi mbili. Ukipanda mlimani rangi ni ngapi tu? Moja. Bwana asifiwe. Amina. Baba yangu, mama yangu, panda wapi? Mlimani. Panda wapi? Mlimani. Toka wapi? Bondeni. Kila jambo lina mwanzo na nini? Na mwisho. Huko mlimani wanavaa wanavyotaka. Utakuta hata binti anaumomonyoa kwenye suruale. Kule hakuna nguo za kike wala za kiume. Wanaume nao wanavaa sketi huko bondeni. Huko bondeni mpaka na wanaume wanasuka huko. Na yanajikirimu na wanaume huko. Napenda nikusisitize mchana wa leo. Jamani, tumekaa bondeni muda mwingi. Maisha ya bondeni yamechosha. Jamani, kila jambo lina mwanzo na nini? Na mwisho. Maisha ya bondeni yamechosha. Tupande mlimani. Amina. Maana yake tufanye mabadiliko. Amina. Kama ni nywele tufumue. Amina. Kama ni kirimu tuache. Amina. Rafiki zangu, tufanye mabadiliko. Amina. Na nyinyi wanawake mliona masuruale muyavue muwape wanaume. Amina. Maana mpaka dakika inavyoongea na nyinyi kuna wanawake wamezifunika tu, wana masuruale hapa. Tukipiga parapata hapa tunaweza tukapata suruale hata Juni 5 hapa. Zimefunikwa tu. Na ukimuuliza, yani unaikuta amekuvalia ni suruale limevuka magoti. Ukimuuliza, wewe hii sio suruale, anakuambia hamna, ni chupi ya kisasa. Chupi gani hiyo ya futi 6? Yani unakuta utafikiri umefika kwenye familia ya mumi. Maana kwenye familia ya mumi hakuna cha mwanamke na cha mwanaume. Wote wanaotoka ndani wana ndevu wote. Akitoka babu mumi ana ndevu. Atoke baba mumi naye ndevu. Akitoka mama mumi ana ndevu, na kaka mumi ndevu. Atoke dada mumi ana ndevu, na mwijukuu ndevu. Atoke mituku mumi ndevu, na walio tumboni ndevu. Mchana wa leo ni mchana wa kutoka wapi? Bondeni. Pandeni Mlimani. Maisha ya bondeni yametosha. Amina. Wangapi wamenielewa? Mikono juu. Simameni tuombe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Get the point. Take a step forward.